Ile ukora mnapanga ya kuongeza bei ya mafuta this week, tutaonana ya nyinyi. Na naongeaga hii maneno kwa sababu nimefanya kazi na hawa watu. Ukiona wanakohoa hivi, unajua ni uongo inatafutwa. Ukiona wanajishika hapa, unajua iko kitu inapangwa. The oil prices, let me put it this way. We have seen what is happening in Iran and the instability there. And I know that EPRA, ile ambayo ni ya serikali, wanaongezaga bei ya mafuta. Washaelezwa wakiongeza bei ya mafuta, waongeze hata mingi kuliko ile imeongeza in the global market prices. And I want to tell the government and EPRA, work with statistics. In the year 2022, when this government was elected, petrol and diesel prices in Kenya were at the same rate they were hivi karibuni hapa Kenya. Whereas the global oil prices per barrel in the year 2022 was above $100 per barrel. The oil prices are currently at that level now, globally. By the way, it was much lesser. EPRA mnajua ya kwamba ukiongeza bei ya mafuta Kenya, lazima unamaliza consignment ile ilikuja kwa bei ya chini. So as Kenyans, we do not expect EPRA waanze kuhadaa wa Kenya na kuongeza bei ya mafuta, kwa sababu bei ya mafuta ya from the month of March up to April ni mafuta ambayo ililetwa Kenya kabla bei ya mafuta globally ianze kupanda. Kwa hivyo ile ukora mnapanga ya kuongeza bei ya mafuta this week, tutaonana ya nyinyi. Ya pili, the government introduced the reason why, na muangalia hivi, mafuta ikishuka globally, ilitoka $100 billion per barrel, ikashuka hata $54 per barrel. Wakenya hawakuona ikishuka, walikuwa inateremshwa na shilingi na shilingi mbili, haikiteremuka vile mafuta globally iliteremuka. Kwa sababu gani? Kwa sababu in the first 2 years, serikali wakaongeza VAT katika mafuta ya 8%. Kitambo ilikuwa 8%, wakaongeza 8%, now it is 16%. Alafu in the year 2024, immediately after the protests, serikali wenyewe wakaongeza fuel levy ya shilingi 7. Walitime vile mafuta ilikuwa inashuka, wakaongeza shilingi 7. Sasa nataka niwaeleze my friends, sasa mafuta haishuki tena, inapanda. Hiyo shilingi 7 mliongeza ya fuel levy na VAT, a time has come, you must remove it, kwa sababu you cannot transfer the rise in prices entirely to consumers. Vile mlisukisha mafuta na shilingi 1 kama peremende, vile ilikuwa inashuka zaidi katika global market prices. Hata saa hii sasa imeanza kupanda. Msitupee Kiswahili. VAT muondoe ile ya 8%. Na ile fuel levy ya shilingi 7, lazima ile ilisainiwa na minister in the last quarter of 2024, it has to be removed, because I know you are planning either this week or in the next month. Mnajaribu ati mkuja muambia wa Kenya mnaongeza mafuta kwa over 10 shillings per liter, ati muanza kusema ni Iran. Mnaongezaje bei ya mafuta haraka na ikishuka mna take months kushukisha? Ikishuka mnachukua muda, ikipanda mnataka mkuja na time waseme, oh mnaona Iran vile kunaenda, tunaongeza bei ya mafuta. Mtakapata my friends.